Muda wa mwisho uliowekwa na rais wa Marekani Donald Trump kwa Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz sasa umemalizika. Njia hiyo ni miongoni mwa mikondo yenye shughuli nyingi zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Kupitia jukwaa lake la Truth Social, Trump alionya kuwa Marekani itaangamiza miundombinu ya umeme ya Iran iwapo Iran haitaruhusu meli kupita bila masharti. Ujumbe huo uliwekwa saa 8:44 Machi 21 ukiipa Tehran hadi saa 8:48 saa za Afrika Mashariki hii leo Machi 23 kutekeleza agizo hilo. Tangu wakati huo, Tehran imesema italenga miundombinu ya mafuta inayohusishwa na Marekani katika eneo la Ghuba endapo itashambuliwa na Marekani. Wakati huo huo, Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa tahadhari kwa raia wake duniani kote, hasa Mashariki ya Kati, kuwa uangalifu zaidi kutokana na mivutano inayoendelea. Kupitia mtandao wake wa X, wizara hiyo imeonya kuwa kufungwa kwa anga mara kwa mara kunaweza kuvuruga safari, huku vituo vya kidiplomasia na maslahi ya Marekani vikihatarishwa. Na ripoti mbalimbali zinaonyesha kuongezeka kwa mashambulizi ya anga katika mji mkuu wa Tehran na maeneo mengine mengi ya Iran. Picha pamoja na ushuhuda wa mashuhuda zinaashiria kuwa baadhi ya mashambulizi yalikuwa yakilenga watu mahususi, huku milipuko mikubwa ikiripotiwa katika maeneo tofauti. Milipuko mingine imetajwa kutokea kusini mwa nchi hiyo, hasa katika visiwa vya kisiwa cha Khag na kisiwa cha Kish. Ndani ya Tehran, sauti za milipuko zimesikika zaidi karibu na eneo la jeshi la anga. Wakati huo huo, idara ya mawasiliano na jeshi imedai kuwa vikosi vya majini vimeharibu ndege mbili zisizo na rubani za kivita za Marekani karibu na bandari ya Bandar Abbas. Kwa upande mwingine, Press TV imeripoti kuwa ndege ya kivita Marekani aina ya F-15 Eagle imeanguka nchini Kuwait, huku video inayodaiwa kuonyesha tukio hilo ikisambazwa mitandaoni. Na shirika la hali ya hewa duniani limeonya kuwa mfumo wa hali ya hewa wa dunia umeingia kwenye hali ya kutokuwa na uwiano mkubwa kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya vipimo rasmi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, sayari inapokea joto zaidi kuliko uwezo wake wa kulirudisha angani, hali inayochangiwa na uzalishaji wa gesi chafuzi kama kaboni dioksidi. Athari zake zinaonekana wazi mwaka jana, ambapo bahari zilifikia viwango vipya vya joto, huku barafu ikiendelea kuyeyuka kwa kasi. Wataalamu wa sayansi pia wanahofu kuwa awamu ya joto la asili ijulikanayo kama El Nino inatarajiwa kuanza baadaye mwaka huu. Inaweza kuongeza uwezekano wa kuvunjwa wa rekodi zaidi za viwango vya joto duniani. Akijibu ripoti hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa mataifa kuachana na nishati ya visukuku na kuelekea nishati mbadala, akisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa usalama wa hali ya hewa, nishati na mataifa yote duniani. Nikinukuu ujumbe wake, inasema dunia inasukumwa kupitia mipaka yake, viashiria vyote muhimu vinatoa tahadhari, mwisho wa nukuu. Na kufikia hapo hatuna cha ziada katika dondoo za yanayojiri kote ulimwenguni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Brainset News. Mimi ni Alan Wetungu, tukutane katika dondoo zingine hapo kesho. Kwaheri.